Niambia bana. Acha mamuraza kei. Mopimba ndio wanajua kila kitu. Bana niambie. Ni nani anaongoza kusababisha watoto wa kike wanaingia kwenye mambo ya uharibiwa mapema? Umeelewa? Na nilitegemea Kiswahili afu kumbe una akili wala. Uko vizuri. Bana mimi kwanza kusema labda niseme. Mimi niseme tu kwamba bana wanaoanza kuharibu watoto wa kike ni wazazi. Bana ni wazazi kwa sababu gani? Bana wewe umepeleka kitoto chako cha mwenye shuleni sio wewe? Mwenye shuleni umeshakinunulia na kusema labda nani huyu smartphone. Simu hizi. Simu cha fulani hivi. Sasa bana kwani pale alipoenda kusema labda mwenye shuleni pale mwalimu hanaga nani kusema labda simu. Sasa kama nayo je, kama na shida ya kusema labda ya kuongea labda kusema labda na familia chake. Sasa anaenda bana mwalimu naam. Bana mimi nataka kuongea labda na kizazi changu nani kusema labda vimihitaji. Bana vimepongokewa. Unaona bana? Mwalimu atachukua kile kinani kusema labda simu chake. Bana nani kitoto chako kile kezo beda. Bana kimeishwa kusema labda mahitaji. Asema basi ngoja nitakuja nikiwakeleshia kusema labda kadera kinunue bana. Lakini kimesha kipatia smartphone. Hakijatolea vizuri wamekiekenya mimba. Mwisho sasa kiserikali hapo ndio kinaponichanganya sasa. Badala ya kusema labda kwamba heka kesechana na heka kevurana. Ina maana bana bilielewana. Hakuna ubakaji kusema labda bulitokea. Lakini kitachukua kile cha mume hakijatulia miaka 30. Kilikuwa na miaka kusema labda si ngapi huyu? Labda 20. Kinatoka na kile kitoto cha kike kinabaki mwenye mtaani. Alafu kikicha kuzaa kitoto bana msomie. Bana nisaidie kitu. Kwani hapo unataka kusema kwamba kwa nini anafungwa mwanaume peke yake alafu huyu binti hafungwi, na ikiwezekana mimi na yule binti tunafanya vile vitendo? Sasa hapo si ndo nasema bana kusema labda mimi niseme labda ni upendeleo kwa sababu bana kama watu tumejipa mimba no